Jeff alikuwa rafiki yangu na sioni sababu yangu mimi ningemuua kwa nini. Na ni kijana mdogo pia mwenye hana ubaya na mtu yeyote. Haujui niko nasikia kitu. Yaani ushahidi ndio inaonekana kabisa kutoka mwanzo mpaka mwisho. Ndio mama. Mimi nataka kuambia hii government kama watanisikia. Wote kututumia vibaya, mtu akifanya makosa ahukumiwe. Hiyo ni vibaya sana. Alikuwa mtoto wangu kutoka kwa nyumba, akaenda na yeye mtoto wangu mimi nampigia simu na mwambia aende nyumbani. Huyo mtoto anasema atampeleka nyumbani akamjua. So alikuwa amempangia. Na hapo kitu nitafanyia nikosa kusema ni wewe. Huyo mtoto ni muwaji na aliwa mtoto wangu. Ndiko na pia wewe angejitokeza na aseme kwa alimuua na aseme kile amuue. Okay. Nimekusikia mama. Alafu nyumba ilikuwa yake. Kwa nini hata government ile nyumba ingekuwa cleansing, ilikuwa cleansing? Okay. Unampatia ujumbe gani sasa hivi? Unamwambia nini mama? Nikupatia nafasi kuweza kumpatia ujumbe leo hii. Mimi hata kuna ujumbe naweza mpatia. Naweza mwambia hiyo kitu hata yeye pia anafaa kupitia kitu kama hiyo. Alifanya vibaya sana. Huyo mtoto wa mtu si hadharani. Na government inamfunika kitu inaonekana mpaka mtoto wa class nursery anaona hiyo kitu. Ati wanasema tulivyo walingiria. So vile nataka kulinda mtu yake kwa hii mtu juu ya social media. Wangekuza media, basi hawangechukua hatua juu ya media. Waseme mtoto wangu hatapata mtu yake. Sasa hao wote na waombea mtoto wangu aishi kuwasubua na awe hata watoto wao wote watoto wa Yesu. Nimekusikia mama. Pole sana. Nakwambia hata pale haitaiponeza. Inasianga msingi sana. Kitu ingefanya kungepata ile project ingefanya kuzuri. Yaani kama tutakuja kuhili very soon, hatuwezi. Inaumanga sana. Unaona haki kutendeka? Haki haikutendeka kitu hata kidogo. Hata haikujaribu kutendeka itakosa jia. Haikujaribu hata kutendeka. Kitu ya kwanza ile nyumba ingekuwa kwenda simu. Kitu ya pili hao watu wote wangeshika waenda waandike statement wahodhi uchunguzi kutoka asibiti kiona waandikwa ni walikuwa ilikosa kukakuwa ilienda ndio ilienda. Unamsikia anasema kwanza baadaye can you access your house? Unaweza maana niliona I think Friday ulijaribu kwenda nyumbani. All the time. Una bado naishi katika nyumba hii but ninaingianga nikitaka. Okay. But I want to say something. It's okay. Tukimalizia like I told you, wow, they already have an assumption. They already have made up their mind that I might be the one who killed them. Mbona unalia? I feel so bad. Ukisikia venye mama anaongea, si nashangaa kama humanity tairudi. Mtoto wake sikatai. But pia mtoto sina mtoto. Okay. But pia ningetaka uangalie hivi. Mbona yeye haoni ile saidia? Mimi nilitaka kumsaidia mtoto wake. Si yeye anaona ati mimi niliua mtoto wake. Ilhali sikumuua. Na nikuulize, ukataka kumuua mtu Masawe, utampeleka kwa nyumba yako? Utaenda na yeye kwa nyumba yako aje ukamulie huko? Kwani I am a brand, I have a brand na najua kuprotect brand yangu. Aje, na tena penye kijana alitokea. Nyumba yangu iko na balkoni moja kubwa sana yenye imeface Safari Park kwa msitu. Mtu angetaka kuua huyo kijana, angemtupa kwa penye ataanguka kwa parking ama angemtupa huku kwenye kuna msitu. Tena nikuulize, ya mwisho, hapa penye anasema investigation haikufanywa venye inafaa. So they are trying to say that mimi nimepeana pesa mingi sana kwa serikali. Kwani niko na pesa ngapi Masawe? Mimi mtu anaishi rentals, apartments, 2 bedroom. Ningekuwa na pesa ya kupea hawa watu, in fact ningekuwa naishi kwangu. The only big thing najivunia toka nianze kuimba, naweza sema nimejengea mamangu. Mimi naweza sema naishi maisha kwa brand ni kuuza uoga, unajua hivyo. Naweza sema niko na lifestyle yenye ya kutishia. Unapata hata gari, hata nikinunua gari yangu, for instance hiyo Mercedes, ilileta shida sana. Wengine wanasema nimebayiwa na Sabina Chege. Mara hii tena naona wengine wanasema ati nimebayiwa na Alex Ojami. Yet hiyo gari nimenunua Kasoko, and thank you Kasoko juu. Nikwambie kitu, sijawalipa, nimebakisha kuwalipa about 1 million. Yenye sijawalipa. Sasa nikuulize swali. Uliona juzi Pastor Ezekiel akishiko? Kweli? Na yeye unamuonanga na the who's and who's kwa hii serikali. Mimi
hata Gachagua mwenyewe ama rais mwenyewe William Ruto, hakuna mtu yote mwenye mimi tunajuana. Pastor Ezekiel anajuana na wao, yet yeye alishikwa. Kwani mimi niko na nguvu imepita hao watu wote? De facto. Yes. Uko na you said you're the only child, eh? Yes. Kama mama na mimi mzazi. Yes. Would you expect Mama Jeff to react differently? Hususan kama haki hijaweza kutendeka na hijaweza kubainika kwamba exactly what happened to the son. Hapa kuna kitu. Isn't this a normal reaction from a parent? It is. Yes. But listen, hapa kuna haki mara mbili. Am I not a Kenyan also? Mwenye anadeserve kupata haki yake. How would you feel? You said you are a mother. How would it feel when your son or your daughter is accused of kitu yenye hajafanya? Na kwanza inaambiwa ameua. I could tell you my mother was in, I wish you even took your time also to call my mother and also listen of the same. Nimekaa na mamangu for 2 months Nairobi. Yeye alikuwa anashinda amejifunga leso hapa juu ya ile uchungu yenye nasikia huku. I can show you pictures and photos. Nilikuwa napiga mamangu akiwa chini kwa floor kila wakati ameishiwa na nguvu akiomba all along because yeye anasikia vibaya mtoto wake anaekelewa kitu yenye hajafanya. Maneno yako mwisho tukimalizia. I would want them au wenye washadanganywa na hawa watu, our bloggers wenye wamedanganyana na hadithi zangu zote. I would want they clear their mind. Justice ilipatikana. Whatever ilitokea hiyo ndio justice. Manake mimi siezi, I am not that rich kununua system yote kutoka kwa Kithure Kindiki, watu hata sijui homicide department, sijui pathologist, sijui Johansen Odol au watu wote. Nikupisha nyuma, yes. Unasema first your house is not a crime scene. Yes. Na by you know you're innocent. Yes. Mbona uishi hapo? Mbona siishi hapo? Yeah, umesema unaenda unachukua vitu unaenda. Mbona usiishi kwa hii nyumba? Let me tell you something. Yeah. Kulingana na mila zetu sisi wa Kikuyu, niseme kuna kitu inaitwa, nitaisema kwa Kikuyu ili wa Kikuyu wenye watasikia wanaweza translate juu mimi sijui na Kiswahili. Huikerumi thahu na mogiro. Nini? Kuna kas. Dhahu ni kama venye mtu akikufia mahali fulani, ukiendelea kukaa hapo inamaanisha hiyo nyumba imepata spirits zingine. Wanipata. So one of the things ninaweza kuambia ni ati hata nguvu yangu ya kukaa pale siwezi pata. Mbona usihame? Nitahama. Manake DCI walikuwa wamekataa nihame. Okay. Walikuwa wamesema wamalize uchunguzi na kila kitu. Hivyo nitahama. Lakini sasa ni wakati wenye unafaa.